changamoto, unaposalitiwa, unapoumizwa, uwe na uhakika kwamba ng'ambo ya pili uko msaada wa Bwana. Huo msaada wa Bwana ambao utawashangaza na wale waliokuwekea vikao vya siri. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote waliokufanyia fitina, wale wote waliokufanyia vikao vya siri, wale wote waliopanga kukuangamiza kwa namna moja au nyingine, liko neno la Bwana asubuhi ya leo. Bwana atakuinua tena na atakutegemeza kwa mkono wake, nao watashangaa mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Ndugu zangu, mwisho wa yote Yusufu akawa mfalme. Nataka kusema safari ngumu haimaanishi mwisho mbaya. Safari yenye changamoto haimaanishi kwamba utamaliza hivyo. Hiyo hali unayopitia leo haimaanishi utadumu kwako milele. Ni kitambo kidogo tu watu watashuhudia uzuri wa Bwana juu ya maisha yako. Katika somo letu naomba tujifunze mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Mungu anaweza kutumia maumivu kuwa maandalizi ya kukuinua. Mungu anaweza kutumia maumivu unayopitia sasa, changamoto unazopitia sasa, kuwa maandalizi ya kukuinua. Yusufu hakujua kwamba kila tatizo lilikuwa limpe fursa ya kuinuka. Yusufu hakujua kuwa kila alipokuwa anapita kwenye changamoto zote, hakujua kwamba ilikuwa linampeleka kwenye kiti cha utawala. Mungu alitumia shimo kumtoa nyumbani. Nakumbuka alivuliwa nguo, akatupwa shimoni, akauzwa. Nikawa najiuliza, hivi ilitokeaje? Leo ukimtoa mtoto mdogo wa darasa la kwanza, darasa la kwanza yes, kama nasari hivi, ukamvua nguo ukamwambia tembea hapo nje, hana shida, si sawa? Lakini ukamchukua tu kijana kuanzia la 3, la 4, la 5 kuendelea, avue nguo atembee licha ya mtu mzima, anaweza kutembea hapo?